Kaka, naona hili jambo tusilichukulie kwa wepesi sana. Mimi naona hivyo kwa sababu naona sasa wazee wa himaya hii wameanza kutufuatilia. Sasa hii najua ni hatari kwetu, lakini sisi ndio tunafaa kuiokoa hii himaya dhidi ya ule mkono mbaya wa wachawi. Ndio, ninajua kwamba wanakijiji wanatutegemea sisi, lakini pia tunafaa tuchukue hatari kwa sababu mzee yuko na mkono mrefu. Yule mzee ndo nilikwambia ndiye anayefanya uchawi ndani ya himaya hii, na lazima tusilegeze mkono kabisa. Sijui kama unanielewa. Si unajua Sada juzi ndiye aliyemfuatilia ile mzee akajua yeye ndio anafanya uchawi ndani ya himaya hii. Ndio, ninaelewa kaka. Lakini yule mzee si kidogo. Na sasa inabidi tuunganishe mkono, tuangalie kwa jicho la tatu. Ni vipi ambavyo tutafanya himaya hii izidi kuimarika zaidi. Na tukizubaa hivi tutapata kwamba himaya hii yule mzee anaimaliza. Lazima tuikomboe himaya hii katika mkono mbaya wa yule mzee. Na ikibidi sana lazima tutamuondoa katika ulimwengu. Lazima tutafutilia mbali mambo yake. Ni sawa, ni kweli kabisa, lakini sio rahisi vile kama unavyofikiria. Yule mzee ni wa kitambo sana. Unamaanisha nini kusema ni wa kitambo? Yule mzee amekula chumvi. Amefika bahari ya 7. Si kidogo. Naona haujanijua vizuri kaka. Unamaanisha nini? Unaona hili? Musi ni upanga tu kaka uliovunjika. Hapana. Musi upanga tu. Unamaanisha nini kusema huo si upanga? Musi upanga. Kwenye nilitoa hiki kifaa ni mbali sana. Na sidhani kama yule mzee yuko na uwezo wa kushindana na hii. Uangalie tu kwa jicho la ndani, utaona vizuri kuwa huu sio upanga wa kawaida. Bwana, usiguse. Ni hatari. Kwa hivyo ina maana kwamba huu upanga ni hatari kwa maisha yako. Sio kwa maisha yako tu, hata kwa wanakijiji wa himaya hii. Basi ndio maana kila unaponiona niko na tutumie upanga huu kulinda himaya hii. Hebu twende. Hatuwezi baki hapa himaya ikiteketea. Hatuwezi jificha mahali hapa tukiona watu wakiteseka katika himaya hii. Twende.